Love pain again, love pain again, love pain again. Love pain again, love pain again, love pain again. Love pain again, love pain again, love pain again. Liebe sana, love pain, hey love pain, hey love pain, love pain, love pain. Hapo mwanzo nimekusubiri kwenye gari huko utatokea. Tu nimepiga honi kibao. Vipi una matatizo wewe? Sam. Na matatizo ndugu yangu. Nini tena ndugu yangu? Ni hatari. Kuna mdada ambaye anaitwa Sharikia. Mtangazaji wa TMT TV. Unamfahamu? Namfahamu huyo dada, nani asiingia hapa mjini. Anasumbua sana mtandaoni. Kafanyaje tena? Jana silikuwa kwenye pita za maisha. Kakutana wanashuti. Si nikapita pale mbele ya kamera. Huyo mdada kukawia ndugu yangu. Kaniita kwa sauti kali. Nilivyokuwa natafuta kuangalia kani nani, kakutana ni mimi mwenyewe naitwa. Kaangalia kwa nyuma. Huyo dada kuchelewa. Kanishuti kibao. Bruce ndugu yangu leo wakupigwa kofi na mwanamke. Imetokea. Ukafanyaje sasa? Benita. Wewe ni mzuri. Maacha na pongeza zako waliokuzaa. Na sikujua kuwa wewe ni mwanafunzi. Hata na wewe karibuni unaanza masomo. Cha pili, nawe pia ni mzuri sana. Ila ningetamani sana ungejiwekeza kwenye masomo. Sio kila unaponiona unanishikashika na kunitazama. Staki na uko. Wewe ndio furaha yangu. Kama nataka amani, amani yako ni kutoka humu ndani. Kama tabaki humu ndani, taongeza zaidi. Pain again. Love pain again, love pain again, love pain again. Love pain again, love pain again, love pain again. Liebe sana, love pain, hey love pain, hey love pain, love. Nilishikwa na hasira. Nitaka kumpiga, nikajikutana mimi wa kiume. Basi nikarudisha hasira nyuma, nikamwomba msamaha na nikaondoka zangu ndugu yangu. Cha ajabu, kanipigia simu, kaniambia anataka tukutanane leo anyalike. Basi na mimi njoo hivyo ndugu yangu. Sijui nifanyeje. Yaani mwenyewe tena akakuita. Lakini acha nikushauri kitu. Wewe nenda umsikilize. Labda na yake pengine anataka kuzungumza na wewe. Alafu wewe utakuja kunijuza atakayojiri huko. Unanishauri hivyo? Najifunza. Basi unaona watu pata tunapoteza muda. Tungeenda basi kwenye issue zetu. Sio mbaya. Kwa nini kila nikikupa kazi lazima uyaribu? Betty, kazi gani nyingine kuliko hii? Unataka kumaanisha kwamba mimi ni mjinga kwa ninazungumza? Hapana. Ila ninachomaanisha, mbona kazi nimemaliza kitambo? Mimi nasubiria tu pesa. Pesa gani tena ambayo mimi nanidai? Kipara, tafadhali, malizia kazi yangu. Nahitaji picha nilizokuambia uniletee. Nadhani hunidai. Sawa? Nimefurahi sana kuchangia meza na wewe. Wewe ni mrembo, umevaa vizuri. Asante sana. Kwa nini unatumia maji? Napenda kutumia maji tu. Pia na asante Mr. Alan.
Inakuwaje mzee? Fresh. Niambie. Alan. Naam. Beta analia kwamba bangi hazijamfikia. Nasema? Hey Shalkia. Beti, mimi na wewe tumefanya kazi muda mrefu, hivyo basi siwezi nikakuangusha. Lakini Beti, ingenisaidia hata pesa ngapi basi ili matumizi bana. Tatizo lako naweka pesa mbele kuliko kufanya kazi za watu. Si unajua tena yani kaupara kusafisha nini? Tayari bana. Asante. Yaani watu wote ulimwengu mzima wangekuwa kama wewe, ingekuwa raha sana. Alafu wewe hustahili kusirika. Haya basi. Kusa basi, gusia. Hapo sawa. Stazini bana. Beti leo. Unayempenda kampe na mwingine. Love again. Tamani sana. Nilikuwa nimesahau kuwa huu ndo muda wa kipindi. Maana nilikuwa namalizia kipindi changu hapa mara moja. Nakuja sasa hivi, nisubiri. Okay, sawa. Alan. Naam. Tutazidi nyingine siku. Sawa. Tena kwa heri. Kwaheri. Oh. Vipi? Unaniharibia sana mwanangu. Kwani sio mpenzi wako? Hata angekuwa mpenzi wangu. So wewe sio kuongelea mambo ya kazi hapa. Mimi mwanangu naitaka kama wapenda nao bwana. Sasa wapende nao ndio unapaswa kujua kazi yangu mimi. Alafu unatamka bangi. Unafanya nini? Sikujua. Kuna kingine cha kuongea? Hamna. Basi tujikate. Tuondoke basi. Shari. Karibu. Karibu dada Lisa. Karibu. Asante. Tunaweza tukaongea? Hamna shida. Nakusikiliza. Kwa nini upo hapa? Na una mahusiano gani na Remi? Remi ni kakaangu. Na nipo hapa kwa sababu sina pa kwenda. Kumbe. Kwani wewe una ndugu mpaka uje ukae hapa kwa mwanaume ambaye ana mwanamke kweli? Dada Lisa. Samahani mimi kwa kuwa niko hapa. Ila naamini msaada unaga taarifa. Hauangalii nani wa kumsaidia na yupoje. Unayempenda kampe na mwingine. Love again. Samahani kwa kukuweka sana hapa. Yeah, you are welcome. Sorry Bruce. Nilikuwa na ombi kwako kama hautojali please. Ombi gani hilo? Nataka ukapajue nyumbani kwetu. Nikapajue kwenu kwa msingi gani? Nataka dadangu akanivisha heshima.
Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada kutoka kwako uweze kunisaidia hichi kitu na kutegemea sana kwenye maisha yangu. Kwa kuwa umeomba, nitajitahidi kufanya hivyo. Sawa. Tomorrow saa 10 nakutaka nyumbani. Sikiliza. Sihitaji bojela zako. Please. Mimi si miongoni mwa watu wa msaada. Fanya uondoke hapa. Nadhani utakuwa umenielewa. Sawa, nimekusikiliza na nimekuelewa. Na Remi yuko wapi? Ametoka. Sawa. Hakija utamwambia nimekuwa hapa. Na niliyokuambia uweze kuyamfikishia. Asante. Maanake kesho itafanya hivyo. Asante. Karibu. Lakini nilikuwa na wasiwasi nitapigwa kama jana. Hamna. Kawaida tu. Unajua tukiwa tupo kazini ndio hivyo. Ninafurahi sana kusikia hivyo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi. Kwa sababu hiyo tabia iliyonionyesha, ilionekana wewe mkavu tena mwenye hasira kali. Ni kawaida tu. Na ni mambo ya kazi. Shida nini? Naomba nikuulize kitu mume wangu. Kwa nini kila unaporudi nyumbani lazima ukae chumbani kwa dada yako? Afu tena zaidi ya lisali zima. Mimi nahitaji kujua ni mapenzi gani hayo kati ya kaka na dada? Na wasiwasi na mimi? Au njoo nitafuta njia za kutaka kunitukana? La hasha. Nahitaji tu kujua. Shaya na mke wangu. Unajua wakati mwingine watu huamini sana mapenzi kuliko upendo. Mimi kile lichomozapo jua na endamapo jua, natamani kujua hisia za dada yangu zikoje, ambaye ndiye mama yangu, zaidi hata rafiki yangu kipenzi. Yaani natamani angalau nimsikie kwa uchache tu, kama ilivyo chembe ndogo ya radhani ya mchanga. Nampenda sana dadangu. Hata wewe nakupenda mke wangu. Nadhani utakuwa umenielewa. Naam kaka. Maamuzi uliochukua mimi sijafurahishwa nayo kama kakako. Unawezaje kuishi na mwanaume bila kunambia? Kaka samahani, nimetokea tu kwa bahati mbaya na haitojirudia tena hiyo. Hiyo inaonyesha kwamba uniheshimu wala unisamini mimi kama ndugu yako. Kwa nini sasa? Sawa kaka. Lakini unapaswa kunisikiliza. Mimi mwanaume amenichosha huko ndani. Kila kitu mimi ndo nafanya. Kwa hiyo nahitaji kumfukuza aondoke. Nisikilize Esther. Mimi usifanye mtoto mdogo. Wewe kama unataka kumfukuza mwanaume wako wala nini, mimi hainihusu hata kidogo. Unaona? Nimekuja hapa nafikiri ni vitu vya maana tunataka kuongea, kumbe ni upuuzi unataka kuniambia. Ulivyochukua maamuzi ya kuwa naye, nilikuwepo. Sawa. Nimekuelewa mume wangu. Kama alivyo tu maneno yako. Asante. Sasa mume wangu, utaanza kula au utaoga kwanza? Kitakachoanza kwangu ni sawa tu.
Kwanza nimekumbuka kitu. Nini tena? Kaka, na maana unashindwa kunisikiliza mimi dada yako? Sio nashindwa kusikiliza, nashindwa kusikiliza wewe ujinga wako. Lakini mimi nimekuita ndani ili tuweze kuzungumzia hili jambo. Hapana, sasa ungekuwa unataka ungeniambia tangu mwanzo kwamba mimi na mwanaume, au unaniambia kaka mimi hivi na hivi na hivi. Unasubiri jambo lishatokea ndio unaniita mimi eti nikushauri nini sasa? Hilo limetokea, samahani, haitojirudia tena. Sio itajirudia. Ingekupaswa wewe unipe taarifa hata kwenye simu bwana. Vipi? Tunachukuliana poa. Sikiliza dada. Mimi naondoka. Nikirudi hayo mambo tunaweza tukaongea vizuri, lakini sio kwa siku ya leo. Tena umenikwaza kabisa. Sijapenda, sijafurahia. Kwa heri. Sio kaka bwana. Unafanya mambo ya kijinga hadi. Ushaanza. Bana, hapo tupo nje. Pia tupo kwetu. Bana, ukaoge kwanza. Toka na mwanangu kimapenzi lomza ina nyuma. Mola nomba msamaha, unisamehe na isini laana. Nikajaribu kujiweka karibu yake ili anipende, kumbe ni maumivu tu. Asa siku moja akanifumania na mwanamke, kumbe ni mwanetu. Kwa sira kali akaondoka, kachukia alipofumania. Mapenzi inaumiza, unayempenda kampe na mwingine. Love pain again, love pain again, love pain again.